أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد. Ndugu watazamaji wa Sana TV pamoja na Bicham Online TV, leo hii alhamdulillah tumekuja kivingine kwa sababu wakati huu ni wakati wa haji. Hatuwezi katika majlisi zetu tukarusha vipindi vingine mbali na kuzungumzia ibada kubwa katika dini yetu hii tukufu ya Uislamu ambayo ni haji. Lakini leo hii tutazungumzia ma hiya al-miqat. Miqati ni nini? Katika hija na watu wote walioenda Makka kuhiji, kuna sehemu wanafika wanaambiwa hapa ni miqati. Jamani, kila haji sasa ateremke kwenye gari ili aingie miqati, aweze kuoga, aweze kuvaa ihram. Wanaume kuvaa ihram kama hivi nilivyovaa, alafu wana swali rakaa mbili pale kwa sunna na waingia kwenye vipando vyao, na kuanzia hapo wanakuwa wamehirimia kwamba wameingia ndani ya hija. Na sehemu hii tukufu alichagua mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu sehemu hizi kwa lugha ya hapa kwetu labda Tanzania tunaweza kuona kama ni checkpoint, yani sehemu ambapo mahujaji mmetoka huko mlikotoka nje ya Saudi Arabia, mkiteremka pale uwanja wa ndege, basi mnapelekwa moja kwa moja kwenye checkpoint hiyo ya kuanzia kuhirimia hija. Na ukishamaliza kuoga na ukavaa ihram kama hivi nilivyovaa na ukahirimia umra au ukahirimia haji, kuanzia mida hiyo hakuna tena mawasiliano ya nyumbani wala kufanya kuanza kuzungumza vitu vingine tofauti na labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik. Kwa hiyo maneno haya unayazungumza njia nzima kwenye kipando ulichopanda, kama ni treni, kama ni ndege kutoka hapo, kama umepanda nini kutoka hapo, inategemea wewe umeingilia wapi. Tutaona hapa kwamba watu wa upande huu wanaingilia mikati gani, watu wa upande huu kusini au kaskazini wanaingilia wapi, panaitwaje, na kwa nini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweka hivyo vituo, lazima uanzie hapo. Na tutaona kwamba kwa nini, kama ingekuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akuliona hili la kuweka mikati kila sehemu, kila watu wanapotokea wawe na sehemu yao, wawe na checkpoint yao. Nitatumia lugha hiyo ili vijana wa sasa hivi waweze kuelewa hiyo mikati na kuwa vipi. Ni sehemu ya kituo ambacho mnafika pale kuanzia ibada ya hija au ya umra. Kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu, mimi nilivyokwenda kule niliingilia Madina. Sheikh Hussein, mimi nilivyoenda haji niliingilia Madina. Kwa hiyo Madina pale utakaa siku 5. Kaa siku 5, unapotoka hapo siku ya 6 labda unaelekea Makka, sababu ndo kwenye hija huko Makka. Sasa watu wa Makka tutaona, watu wa Madina tutaona hapa mikati yao inaitwaje. Kwa sasa hivi wanaita Biara Ali Dhul Hulaifa. Tutaona hapa kwamba watu wa Madina mikati yao inaitwaje, watu wa upande wa Najd na wapi, yani kila watu inshallah hapa ndo hasa kipindi cha leo kuweza kuelezea hizi sehemu na watu wake na watu wa huko. Sasa ukiingilia Makka, ukiingilia Madina, basi na wewe utakuwa na mikati yake. Ukiingilia sehemu nyingine kutoka upande wa Yemen kule, tutaziona mikati zao. Upande wa Iraki pia na wana mikati yao. Lao mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amengeiweka mikati moja, Sheikh, ingekuwa kivumbi. Ingekuwa kivumbi kwa sababu watu mathalan angelazimisha kwamba watu wote mikati yao waende kuhirimia wapi? Biari Ali, bimaana pale Madina. Ingekuwa kazi sana. Watu wengine wameshuka huku Jeddah, wengine wameshuka si wapi, wameshuka upande wa kule. Kwa hiyo wasafiri sasa watoe kule kwenye mipaka yao walipoingilia waende huku.
ambapo hija inapoanzia. Maana ukianzia popote hairuhusiwi, lazima uende huko mikati, ingekuwa tabu. Lakini cha ajabu Sheikh Hussein, mikati hizi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaziweka porini wakati ule. Hebu ona maajabu, kaziweka sehemu ambapo hakuna hata, kwanza huko mbele ya huko hakuna Waislamu, kaweka kwenye mipaka kabisa hivi, kaziweka kukiwa hakuna Waislamu. Yani Waislamu waliokuwepo hapo alipokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa ndo hao tu. Lakini cha ajabu ni moja ya miujiza ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba ilikuwa kuwaje mtume kabuni hizi mikati kaziweka kabla ya Uislamu haujaingia kila sehemu duniani. Lakini cha ajabu anasema waadhin fi nnasi bil haji, wanadie watu waje kwa hiji, waite watu waje katika hija, yatuka rijalan, watakuijia kwa miguu, wa ala kulli dhamir, na wengine watakuja kwa usafiri mbalimbali kama hivyo. Sasa hivi maendeleo ni ndege, wengine wanakuja kwa njia ya bahari, umeona, wanapanda meli na sasa hivi ni maendeleo makubwa sana, ziko meli shekhe zinaenda kwa kasi sana baharini. Kwa hiyo mtume akaambiwa kwamba watakuijia watu, wengine watakuja kwa miguu, wengine ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Nafikiri aya hii pia ilimsaidia kuweza kujua kumbe watatoka kulli fajjin, kila upande wa nchi ya Saudi Arabia. Umeona? Sasa ina maana watatoka upande huu, kila pande zote, ndio alivyoambiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaweka sasa hizo checkpoint kwamba watu watakaoingilia huku upande huu, basi mikati yao ni hii hapa, wataanzia hapa ibada yao, na watakaoingilia upande huu pia mikati yao ni hii hapa, watakaoingia upande huu mikati yao ni hii hapa, watakaoingia upande huu ni mikati yao wataingilia hapa. Ila Jeddah haikuwepo mikati. Viongozi wa Saudi Arabia, ingawa hii wanawachuoni wa Kiislamu duniani wameipinga, aliweka mikati pale kwa watu wanaoshukia Jeddah. Sasa mikati ile kidogo ina ikhtilafu, wanaipinga pinga baadhi ya wanawachuoni kwamba bwana hii hapa haijawekwa na mtume bwana haijawekwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunatambua mikati hizi tu ambazo ameziacha mwenyewe mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtazamaji, naomba ni kutajie hizi mikati majina yake. Namba moja ni Dhul Hulaifa. Mikati ya kwanza itaitwa Dhul Hulaifa. Nazitaja kwanza alafu mwisho nitawatajia hii Dhul Hulaifa iko wapi, sehemu gani katika nchi ya Saudi Arabia. Thania, namba mbili ni Juhfa. Kuna hii mikati inaitwa Juhfa. Namba tatu, mikati ya tatu ni ya Lamlam. Ni mikati inaitwa ya Lamlam. Mikati ya nne inaitwa Qarnul Manazil. Mikati ya nne inaitwa Qarnul Manazil. Mikati ya tano inaitwa Dhat Irq. Mikati ya tano inaitwa Dhat Irq. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatufundisha, akatuambia man kana manzilahu duna almawaqit hadhihi min jihatun Makkah fa innahu yahrum min manzilihi, atakayekuwa hayuko katika upande wa hizi mikati katika nchi ya Maka kwenyewe, yahrum min manzilihi, anahirimia nyumbani kwake.